Katika nchi ya Marekani kuna gereza lenye ulinzi mkali sana. Gereza hili linaitwa Alcatraz. Kufanikiwa kutoroka katika gereza hili ni suala ambalo haliwezekani kabisa. Lakini cha ajabu ni kwamba wafungwa watatu mwaka 1962 walifanikiwa kutoroka katika gereza hili. Hakuna mtu aliamini swala hilo kama lingewezekana. Watu hao walitumia akili sana ambazo zinaendana na ile filamu ya Prison Break. Kama wewe ni mdau wa filamu na imani unaifahamu filamu hii, ambayo kuna watu walikuwa wakijaribu kutoroka gerezani mara kwa mara kwa kuchora mipango yenye akili sana na kufanikiwa kutoroka katika gereza lenye mazingira magumu ya wao kutoroka. Je, wafungwa hawa walifanyaje kuweza kufanikiwa kutoroka katika gereza hili lenye ulinzi mkali? Gereza la Alcatraz lilijengwa kwenye kisiwa kidogo katikati ya maji baridi katika kisiwa cha huko San Francisco. Gereza hili lilianza kama ngome ya kijeshi na baadaye likageuzwa kuwa gereza lenye ulinzi wa hali ya juu mwaka 1934. Kundi lililojaribu kutoroka lilimhusisha Frank Morris, ambaye alikuwa na akili ya juu sana na rekodi ya kutoroka magereza mengine. Lakini pia bwana Frank alifanikiwa kutoroka na ndugu wawili ambao walikuwa wamefungwa pamoja. Ndugu hao wawili alikuwa ni John na Clarence Anglin. Ni muhimu zaidi kuwafahamu kidogo wafungwa hawa ambao walifanikiwa kutoroka katika gereza hili la Alcatraz. Tukianza na Frank Morris. Frank Morris alizaliwa mwaka 1926 na alikulia katika mazingira magumu. Aliacha shule akiwa kijana mdogo na kuingia kwenye uhalifu mdogo kama wizi wa pesa na uvunjaji wa maduka. Morris alikuwa na akili ya hali ya juu. Aliwahi kupima IQ ya 133, kiwango cha akili kilichozidi wastani. Rekodi yake ya uhalifu ilimpeleka magereza kadhaa, lakini kila alipokamatwa alitoroka kwa ustadi wa hali ya juu. Alifikishwa Alcatraz mnamo mwaka 1960 baada ya kutoroka gereza lingine ambalo lilikuwa likilindwa kwa usalama wa hali ya juu. Kuhusu John na Clarence Anglin, wao walizaliwa katika familia ya wakulima masikini kutoka huko jiji la Florida. Watoto hawa walihamia maeneo tofauti kutafuta maisha bora. John na Clarence Anglin walihusika na uhalifu wa kuvunja benki bila vurugu yoyote. Wakati walipokamatwa, walihamishwa kutoka gereza moja mpaka gereza lingine kwa tabia yao ya kutoroka gerezani. Kwa hiyo mwisho wa siku wakajikuta wote wamepelekwa katika gereza lenye ulinzi mkali ambalo kutoroka ni swala gumu sana. Maisha gerezani Alcatraz yalikuwa magumu. Frank Morris alichukua nafasi ya uongozi na kuunda mpango wa kutoroka akiwa pamoja na John na Clarence Anglin pamoja na mfungwa mwingine Allen West. Kitu kimoja kuhusu Allen West, mfungwa huyu yeye alifeli kidogo kutoroka, japo kuwa katika mipango yote ya kutoroka na yeye alikuwepo na alihusishwa vile vile. Kwa hiyo mambo yote ambayo tunayaongelea katika video hii, Allen West ndiye mtu ambaye alisimulia kwamba walifanya nini na nini kuweza kutoroka. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, Allen West alikamatwa na akashindwa kutoroka kama wenzake. Sawa, sasa tuangalie ni mpango gani ambao walihusuka kuweza kuwasaidia kutoroka katika gereza hili lenye ulinzi mkali. Inadaiwa kwamba kila mmoja alitumia vijiko vya chuma vilivyoibwa kutoka jikoni na shoka za zamani ili kuchimba mashimo nyuma ya seli zao. Mashimo haya yaliwawezesha kwenda katika ule mfumo wa maji na mifereji. Waliufunika uchimbaji wao kwa uangalifu kwa kutumia saruji na rangi walizoiba. Kisha wakatengeneza maboya na maboti madogo kwa kutumia makoti ya mvua walioiba kwa miezi kadhaa. Walishona pamoja na makoti hayo kwa kutumia sindano zilizotengenezwa na waya na kuziba nyufa kwa kutumia gundi walizoandaa wenyewe kutoka kwa sabuni na sabuni za kufulia. Kwa jinsi watu hao walivyo na akili sana, walitengeneza vinyago vya bandia au midoli vinavyofanania na sura za binadamu. Walivyovitengeneza kwa kutumia sabuni, karatasi na nywele walizokusanya kutoka katika saluni la gereza. Kila siku walikuwa wakitoka na kuviweka vinyago hivyo, midoli hiyo vitandani mwao ambako walikuwa wamelala, na kisha kuendelea kuchimba katika hayo mashimo ambayo walikuwa wakiandaa ili kufanikiwa kutoroka baadaye.
Kwa hiyo hata wale walinzi ambao walikuwa wakipita kuwakagua wafungwa kila siku usiku katika seli zao, walikuwa wakiona wafungwa hao bado wapo na hawakushtuka jambo lolote. Mnamo Juni 11 mwaka 1962, mpango ulitekelezwa. Usiku huo, kila mmoja alitoka kupitia mashimo kwenye seli zao na kuingia kwenye eneo la mfumo wa maji. Wafungwa hao walipanda hadi kwenye paa la gereza, wakatambaa kwenye bomba na hatimaye wakashuka hadi kwenye ufuko wa kisiwa. Walipofika pwani, walikusanya vifaa vyao na kuingia kwenye maji ya baridi wakitumia boti yao walioitengeneza wao wenyewe. Hadi kufika asubuhi, walikuwa wamekwisha toweka. Asubuhi ya Juni 12, walinzi waligundua kwamba wafungwa hao hawakuwepo. Msako mkubwa ulianza. Helikopta, boti za walinzi na maafisa wa FBI waliwatafuta katika eneo lote la kisiwa hicho cha Francisco Bay. Mabaki ya boti yao ya plastiki na maboya yao yalipatikana kwenye maji karibu na kisiwa, lakini hakuna mili wala ishara ya maisha yao zilipatikana. Serikali ya Marekani ilitangaza kuwa wafungwa hawa walikufa maji kutokana na baridi kali na mawimbi makali, kwa sababu maji ya bahari yanayopatikana katika kisiwa hiki ni ya baridi sana na mawimbi ni makali sana. Lakini ushahidi uliibuka miaka kadhaa baadaye uliosababisha watu kuamini kwamba wafungwa hao walitoroka na walinusurika kufa. Familia ya John na Clarence Englin ilidai kupokea barua na picha kutoka kwa John na Clarence zikionyesha kuwa walikuwa hai na walikuwa wakiishi maisha ya utulivu huko Amerika ya Kusini. Mwaka 2013, barua iliyodaiwa kuandikwa na John Englin ilitumwa FBI ikidai kuwa walitoroka, lakini wote wawili walikuwa wagonjwa kwa wakati huo na walihitaji kurudi Marekani. Kuna picha moja iliyopatikana ilionyesha watu wanaodhaniwa kuwa John na Clarence Englin wakiwa hai huko Brazil miaka ya 1970. Hii ni miaka 8 baada ya wao kufanikiwa kutoroka katika gereza lenye ulinzi mkali la Alcatraz. Kinachojulikana ni kweli wafungwa hao walifanikiwa kutoroka, lakini ambacho hakijulikani kwa hakika ni kwamba wafungwa hao walikimbilia nchi gani baada ya kutoroka katika gereza hili la Alcatraz. Je, ni kweli walikimbilia Amerika ya Kusini? Na waliishi vipi maisha yao mapya baada ya kufanikiwa kutoroka katika gereza hilo la Alcatraz? Asante sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Kama wewe ni mdau wa matukio ya kihistoria na simulizi, na kusihi ujiunge katika chaneli hii kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, like video hii, lakini pia usisite kuniachia maoni yako katika sehemu ya comment. Asante sana na kutakia wakati mwema.